Mimi kwa upande wangu nasimama nikisema tume hii haiko huru, kwa sababu kiongozi wake kwanza anateuliwa na mwenyekiti wa chama cha siasa. Sasa itakuwaje yule aliyekuteua mwisho siku usimame na kumtangaza kwamba ameshindwa? Itakuwaje? Ni kitu ambacho ni kigumu sana. Huyo aliyekuteua ndio unatakiwa kumtangaza, ndio unatakiwa kutangaza weza ameshinda au hajashinda, lakini yeye amekuamini. Kuona kipindi anateua wewe, anaamini kwamba huyu ni mtu wangu, hawezi kuniangusha. Kwa upande huo wa tume huru, lakini kuna masuala ya jeshi la wananchi, jeshi la ulinzi la Inafahamika kuwa taifa la Tanzania linaelekea katika zoezi la uchaguzi mkuu ambapo unahusisha kuwachagua madiwani, wabunge na rais watakaoliongoza taifa la Tanzania. Katika kuelekea zoezi hilo kumekuwa na mawazo mseto ambapo chama kikubwa cha upinzani, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kimeibuka na sera ya no reform no election, kimaanisha kuwa hakuna mabadiliko ya kimfumo, hakuna uchaguzi, huku serikali ikidai kuwa tume iliyopo ni tume huru ya uchaguzi na inatoa haki kwa wagombea wa vyama vyote. Leo mwanahabari wako Yonapo nimemwalika mwelimishaji, mwanahistoria na mchambuzi wa masuala ya siasa ndugu Dosanki Albogasti Sempuga. Ikumbuke pia ndugu Dosanki Albogasti Sempuga ni mwanazuoni wa shahada ya uzamivu katika masuala ya mahusiano ya umma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ndugu Dosanki, habari za Dar es Salaam? Hapa tunaendelea vizuri, Mungu anasaidia. Unadhani ni upande upi upo sahihi kati ya mtazamo hiyo miwili mseto? Kutokana kwamba hili ni swala nyeti la uchaguzi tunakuelekea huko, pamekuwepo na mtazamo wa no reform no election, na huko serikali ikionyesha kwamba pamekuwepo na reforms ambazo zimetokea, lakini kwa kuangalia na kutazama kwa Watanzania na watu baadhi wanaona reform hizo zinazozungumziwa hazipo. Inaleta mchanganyo, watu wanachanganyikiwa kupitia huo msemo wa no reform no election. Sasa ukija kuangalia reforms zenyewe wanazozidai kimsingi hazionekani. Reforms zinazotakiwa bado hazijafikiwa. Reforms zenyewe zinazotakiwa hasa kwenye tume ya uchaguzi zinazozungumziwa na chama cha siasa hicho bado hazijafikiwa itafari wake. Rasmi tulisikia kamishna wa NEC akieleza vyombo vya habari kuwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hakitoshiriki uchaguzi mkuu wa 2025 kutokana kuwa hawakuweza kusign fomu za maadili. Unaona haki waliyopata Chadema ya kutoshiriki uchaguzi mkuu wa 2025 inawastahili? Hatuwezi kusema ni haki, labda tunasema ni utaratibu na mfumo uliowekwa kwamba usiposaini hauwezi ukashiriki katika uchaguzi. Hiyo ni sahihi, na mtu huwezi ukasaini vitu ambavyo uvielewi, na uweze ukakubaliana mkataba ambao unaona kwa upande wako hauna mantiki na haujasimamia sera zako wewe unaziona ni sahihi. Sasa kwa mtazamo wako tutegemea kwamba inaweza ikapatikana nafasi nyingine ya kuwafanya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema washiriki uchaguzi huu wa mwaka 2025? Kwa mtazamo wangu naona nafasi inakuwa ni haipo kutokana kwamba wenyewe kwanza msimamo wao kwanza watu wafahamu nini maana ya reform zenyewe wanazozungumzia reform zipi. Naona wakishazitambua hizo reform ndo hata wananchi wenyewe watagundua kwa hizi kweli reform zipo au hazipo. Wanazungumzia kwenye swala la wasimamizi wanaokwenda kusimamia kura, kutangaza washindi. Hizo ndo reform zinazohitajika. Kwa mfano wakurugenzi au walimu wanaosimamia pale mawakala, kwao wanahitaji watengeneze fulani ambao utaunganisha wote, sio kubezi kwenye chama moja kama inavyoonyesha kwamba mkurugenzi na chama tawala na anaenda kusimamia chama kingine cha siasa. Uone kwamba kuna kuwepo na profili ya chama kimoja ambacho kimemweka madarakani. Ndio hivyo. Hiyo ikipatikana itakuwa ni huruma tu ambazo wameamua kuziweka, lakini wakisema kwa upande wa chama cha demokrasia na maendeleo wako sahihi kusema no reform no election, wenyewe wasipopata mabadiliko yao hapata kuwepo na uchaguzi, na uchaguzi ukifanyika hautakuwa uchaguzi bali utakuwa ni uteuzi, kama ambao uchaguzi
inawahi kuonekana huko nyuma. Sera hii ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema inadai kuwa serikali kama haitofanya mabadiliko ya mfumo hakutokuwepo na uchaguzi kabisa. Baadhi ya watu wamekuwa wakishindwa kuelewa, lakini viongozi mbalimbali wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wameweza kuelezea kabisa wakisema kwamba Chadema kama reforms havitofanyika, kwa mantiki uchaguzi hautakuwepo kabisa. Unawaona chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wakifanikisha kuzuia uchaguzi huo wa mwaka 2025? Kusema kwamba uchaguzi hautokuwepo kabisa ni jinsi hiyo statement umeitafasiri, lakini ukija kuangalia kilichobebwa kwenye hiyo statement mabadiliko. Kama hayo mabadiliko hayatakuwepo, wanayozungumzia mabadiliko ya haki, mabadiliko ya uhuru, mabadiliko ya vyombo vya usalama hayatakuwepo, hata uchaguzi ukifanyika utakuwa ni ule kwa miaka zilizopita. Kwa hiyo ukija kuiunganisha na hiyo sentence na hiyo statement, unakuta kwamba hakuna uchaguzi uliofanyika, ni vile kama nilivyosema, kama uteuzi tu. Kwa hiyo kuna siri kubwa kwenye huo msemo wa no reform no election. Sasa kuwepo kwa mawazo mseto ambayo yanavichanganya na kuvifanya vichwa vya Tanzania viwaze sana juu ya hizi pande mbili tofauti, ambapo tunazungumzia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema lakini na mtazamo wa serikali, unakuwa na athari gani kwa Tanzania na nchi kwa ujumla? Mtazamo unaweza kuwa na positive impact na mwingine ukawa negative impact. Watanzania wameipokeaje? Kwa mfano, wale ambao watakuwa na uzalendo wakaona huu msimamo unasimamia haki, unasimamia katiba, huu msimamo of course huu msimamo unalenga kufanya mwananchi apate kiongozi aliye bora, kiongozi atakayechaguliwa na wengi, sio kiongozi anayechaguliwa na wachache. Kiongozi anayechaguliwa na wengi amebeba maono ya wananchi. Hii statement inalenga kabisa kuwashirikisha wananchi. Sasa nini kifanyike, ndugu Dosanke, ili kuondoa mawazo haya mseto yanayovikabili vichwa vya Tanzania walio wengi? Cha kufanyika hapo, inatakiwa vyama vya siasa, kuna kama chao kinachounganisha vyama vyote vya siasa, wanakaa na kujadili wafikie hatima ipi, na wamewahi kukaa wakafikia ile hatima ya makubaliano, lakini hawakufikia zile solutions zilizotolewa. Lakini ni trailer yangu kwamba wangekutana tena wakaiweka sawa hii mfumo ya uchaguzi, ingekuwa safi na watu wangeweza kushiriki kwa amani na kuondoa contradiction kwa Tanzania. Sasa katika hili, baadhi ya watu mbalimbali ikiwemo viongozi wa dini na taasisi ambazo sio za serikali zimekuwa zikiibuka na kutoa mawazo yao na michango yao, ndio wengi wakilalia upande kwamba pawepo na hayo mabadiliko ya kimfumo. Hii unaizungumziaje? Ukija kuangalia kwa upande wa dini, upande wa hizi mashirika ya serikali, wenyewe ni wamebezi kwenye issue ya humanity, wamebezi kwenye issue ya haki, utu na amani, na hawezi kukaa kimya wakiona mambo hayaendi vizuri, mambo yanaweza kuharibu amani yanaendelea. Kwa wako sahihi wanavyosema kwamba yawepo mabadiliko, maana pasipo mabadiliko tutabaki kwenye mfumo ni wa kiimla usioonekana, ni wa kiimla kimoyomoyo. Lakini ukienda nje hivyo utaonekana wanapiga kura, lakini tayari watu wanakuwa wameshadhilikana. Kwa hiyo wako sahihi hawa ndugu maaskofu na baraza la TEC, nimeona likiwa linatilia mkazo kabisa. Sasa kutambua kauli yako ya mwisho, tume huu ya uchaguzi iliyopo ipo vizuri na inatoa haki kwa wagombea na vyama vyote vya siasa vitakavyoshiriki kwenye uchaguzi, au bado kuna mifumo ambayo haiko sawa ya uchaguzi na ifanyiwe marekebisho? Mimi kwa upande wangu nasimama nikisema tume hii haiko huru, kwa sababu kiongozi wake kwanza anateuliwa na mwenyekiti wa chama cha siasa. Sasa itakuwaje yule aliyekuteua mwisho wa siku usimame na kumtangaza kwamba ameshindwa? Itakuwaje? Ni kitu ambacho ni kigumu sana. Huyo aliyekuteua ndio unatakiwa kumtangaza, ndio unatakiwa kutangaza weza ameshinda au hajashinda, lakini yeye amekuamini. Kuona kipindi anateua wewe, anaamini kwamba huyu ni mtu wangu, hawezi kuniangusha.
kwa upande huo wa tume huru, lakini kuna masuala ya jeshi la wananchi, jeshi la ulinzi la raia na mali zake, pia swala ya siasa, kujesha watu wa amani. Watu tunaona wanalia, wamepigwa. Ni kitu ambacho kina interact uchaguzi, kinaokosesha watu uhuru wa kujielezea. Mwisho wa siku itaonekana wafanye kadiri